Ndoto ni mlango, ndoto ni taarifa, na kila ndoto ina hekima ya Mungu ya mtu kuifanyia kazi. Kuna wakati Mungu anaachilia ndoto ili ujiandae, na kuna wakati Mungu anaachilia ndoto ili uifanyie kazi. Mungu anasema na Farao, anamwambia yale yatakayotokea. Yusufu anamtolea tafsiri, anatoa hekima pale ya kufanya ili ile ndoto isitimie kwao. Ukumbuke huyu ni Yusufu ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa na uwezo wa kumwambia Mungu hiyo ndoto isitimie, hiyo ndoto isifanyike, tunakataa, hakitatokea katika dunia hii. Lakini anampa Farao mbinu na njia ya kwamba ile ndoto aliyoiota isije ikawatokea wao. Aseme Yusufu akamwambia Farao, ndoto yako ni moja, wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7 na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto ni moja, na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7 ya yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki, yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakavyofanya. Zingatia hilo neno, atakavyofanya. Manake tayari anamuonyesha kitu ambacho kitakachokwenda kutokea, anampa taarifa. Sasa watu wengine huaga wanapewa taarifa alafu wanajifanya kuwa Mungu katika zile taarifa. Anapewa taarifa na Mungu vizuri, alafu yeye anasimama kuwa Mungu katika zile taarifa ili kwamba azibadilishe au azibatilishe. Tusikurupukie ndoto, tutaishia tu kusema kwamba niliona imetokea vile vile, niliona kabisa na imetokea vile vile. Hasa unaanza kujiuliza, Mungu alimuonyesha ili iweje? Anakuonesha ili wewe usiwemo katika yale madhara, anakupa hekima ya kusurvive katika kile kitu ambacho anakuambia. Usije ukachukua hekima zako ukasema kwamba hii ndoto ina maana hii na maana hii na maana hii, solution yake ni hii. Kwa sababu usipopata hekima ya Mungu unaweza kutumia hekima zako ukakemea, alafu kumbe haukutakiwa ukemee, ilitakiwa uchukue hatua fulani. Sasa hapa Yusufu anampa hekima, anamwambiaje? Anamshauri, anasema basi Farao na ajifanyie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutwaa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba, na wakusanye chakula chote, na miaka hii myema ijayo wawekewe akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakalinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuja katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Neno hili likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wote. Wakaanza kuchukua hatua za kukabiliana na ile ndoto aliyofanya nini, aliyoyota. Na hii sio agano la kale tu, tuangalie agano jipya, kujua hila za shetani na ndoto za Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu sometimes mtu anaweza kaota una ajali akajua ni hila za shetani. Biblia inasema hatukosi kusijua hila za shetani. Haleluya. Anataka niwe na njaa anataka niwe na njaa, kwa hiyo nakemea. Biblia inasema kwamba mpingeni yeye mkiwa thabiti katika imani, bila kuchukua tahadhari. Ameona njaa, maana Mungu anamwambia save. Anaona njaa, yeye anakemea pasipo kuwekeza. Itakupata hata kama ulikemea, ukaruka na sarakasi, ukaomba, ukafunga, lakini bado litakupata. Kwa lazima tupate hekima ya Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 28 mpaka wa 30. Tulipokusanyika akasimama mmoja wao, jina lake Agabo, akaonyesha kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima. Nayo ikatukia katika siku za Klaudia. Na wale wanafunzi kila mtu kwa kadiri ya alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Hawa ni mitume na wenyewe wanapokea mafunuo. Huyu nabii Agabo akaonyesha kutatokea nini, njaa. Akawaambia jamani, kuna njaa inakuja na itatokea katika siku za Klaudio. Hii njaa inakuja. Sasa angalia wanafunzi walivyofanya application, walikemea. Bwana asifiwe. Hawa watu walifunga na kuomba. Biblia inasema hivi, na wale wanafunzi kila mtu kwa kadri alivyofanikiwa wakaazimu. Wanaazimu baada ya kusikia kutakuwa na nini, na njaa.
Anasema wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa wapi? Uyahudi. Wakaonyeshwa njaa, alafu wakasema hii njaa hii, Mungu akawapa hekima kwamba hii njaa lazima mjiandae, itatokea. Na ndio maana ndoto anasema kwamba Mungu anakuonyesha atakayofanya. Bwana asifiwe. Kwa wewe inabidi ujiandae katika yale ambayo Mungu anakwenda kuyafanya, uwemo au si uwemo katika wale wahanga ambao watakutwa na hilo kitu, ijapokuwa uliona, ijapokuwa ulisikia, au uchague kuchukua hekima ya Mungu ya kukusaidia kusurvive. Anasema kwamba na wale wanafunzi kila mtu wakadiri alivyofanikiwa wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao walioko Yahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Walipeleka msaada wa nini hapa? Ni wa maombi au ni wa chakula? Ndio, fedha na chakula. Hawajaomba hapa. Kwa hiyo kuna wakati unasema mbona naomba na kemea, lakini inatokea. Ulipata hekima ya Mungu katika kile ambacho umekiona? Hekima ya Mungu ilikufundisha? Mungu alikupa njia? Kwa sababu tumefundishwa kwamba ukiona tu, asante Bwana umenionyesha, nasimama kinyume kama nilivyoona, katika jina la Yesu ninapangua, ninatengeneza, ninaweka wepesi. Bwana asifiwe. Mungu anakuambia kabisa mwezi huu uchumi wa nchi utatikisika, na wewe upo ndani ya nchi, unategemea utasurvive vipi? Bwana asifiwe. Anakuambia mwezi huu wa 11. Maana yake anakuambia wewe jiwekeze. Bwana asifiwe. Kusanya, usio kama mpumbavu ambaye kama hakusikia. Hiyo ndio faida ya Roho Mtakatifu. Sasa faida ya Roho Mtakatifu ni nini? Kuona alafu yatutokee. Haleluya. Na sio hapo tu, kuna Matendo ya Mitume 27 tena, Paulo tena